Na kikao cha leo ni kikao kazi cha kukutana na nyie ili tuone namna gani tunaongeza efficiency ya bandari kavu zifanye kazi kwa ufanisi wa hali ya juu. Kwa hiyo tumekutana kuongeza ufanisi, na of course tukiongeza ufanisi, mwenyekiti, si ndio mnapata faida? Mkipata faida na sisi pia si ndio tunakusanya zaidi. Lakini lazima, mwenyekiti, tukiri kwamba mizigo imeongezeka, na kuongezeka kwa mizigo maana yake economy yetu ina perform vizuri, na ukikompea mwaka jana na mwaka huu kuna ongezeko la mizigo la almost 31%. 31%. Kwa hiyo hata tukiongeza efficiency, manake ni lazima tu double kile tulicho nacho ili tuweze kufanya vizuri zaidi. Sasa moja ya operating standards ambayo ipo ni pamoja nyie kuweka mazingira ya customs operations kufanya kazi 24 hours. Kwa hiyo in principle we don't discuss whether you work 24 hours or not. We just discuss how are we going to implement fully working of 24 hours. Mwenyekiti, nataka mfanye kazi masaa 24 ICD zote. Now we are ready to provide facilities, kutafuta staff wawepo. Na tunapozungumza 24 hours, mwenyekiti, maana yake tutajadiliana hapa, nyie mna wajibu wa kuweka facilities za ufanyikaji wa 24 hours, na sisi tuna wajibu wa kuleta staff ambao watafanya kazi 24 hours, kwa maana ya kwamba mizigo ipokelewe 24 hours, iwe verified within 24 hours, na hata release zitoke within 24 hours. Ndipo tunaweza kuchangia, pamoja na sababu nyingine ambazo zipo ambazo zinafanya efficiency isiwe kubwa sana. We will address those issues. Lakini hii ya kufanya 24 hours itasaidia kuongeza efficiency. Sasa naongea na nyie, how are we going to implement it? Hatuongei whether tuwe nayo au tusiwe nayo. We don't discuss that, kwa sababu tayari ipo. Tunachojadili ni how this will be feasible. Tutawasikiliza na mtatuambia what is needed, ili tuone sasa immediately tunaanza kuimplement. Lakini na bandari kavu ili ziweze kutekeleza majukumu yao zinategemea forodha ili iweze kukamilisha nyaraka na kuwawezesha wao kuhandle shehena hizi ambazo wanazihudumia. Kwa hiyo tunategemeana. Sisi kama forodha, ikiwa kama ni idara ya mamlaka ya mapato, tuna jukumu la kusimamia biashara na kuhakikisha kwamba taratibu zote zinazosimamia uingiaji na utokaji wa bidhaa nchini zinakamilika. Na miongoni mwa taratibu za kuingia ama kutoa bidhaa nchini ni pamoja na kukusanya kodi. Kwa hiyo kodi ni sehemu ya udhibiti na usimamizi wa uingizaji wa bidhaa nchini. Na tumefanya kazi vizuri kwa kipindi kirefu, hasa kwenye eneo hilo la ukusanyaji wa kodi. Kwa mfano, katika miezi 6 iliyopita, idara ya forodha ilikuwa na jukumu la kukusanya shilingi trilioni 6.8 katika miezi 6 ya mwaka huu wa 25-26, yani kuanzia Julai hadi Disemba. Lakini tuliweza kukusanya, makusanyo yetu yalifikia shilingi trilioni 6.9. Kwa hiyo tulifikia lengo hilo ambalo tulipewa
na tukawa tumezidi kwa 100%, kwa maana kwamba tulikusanya 101.2, na kati ya hizo kituo chetu cha huduma za forodha Custom Service Center kiliweza kukusanya trilioni 3.62 wakati ilikuwa na lengo la kukusanya trilioni 3.55. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tulikuwa na ufanisi wa 102%, na ukichukua hilo lengo la forodha la trilioni 6.8 ambalo Custom Service Center walikusanya trilioni 3.5, maana yake ni 52% ya makusanyo ya forodha katika kipindi hicho cha miezi 6 yalikusanywa katika kituo cha huduma za forodha Custom Service Center. Na kituo cha huduma za forodha kinasimamia mizigo inayopita katika bandari ya Dar es Salaam mainly, lakini pia kina process mizigo inayopita katika bandari nyingine, ingawa makusanyo yanahasibiwa katika vituo vingine. Maana yake ni kwamba kwa sababu wadau wengi waliopo hapa wana handle bandari kavu zilizopo Dar es Salaam, maana yake ni kwamba 52% ya kodi zilizokusanywa na idara ya forodha yamepita kwenye mikono ya wadau hao walioko hapa leo, ambao ni wasimamizi na wamiliki wa Custom Service wa bandari kavu. Na kwa maana hiyo ni kwamba ufanisi wa forodha unategemea ufanisi wa bandari kavu. Mwenyekiti, idara yetu kama tulivyosema tumeweza kukusanya trilioni 6.9, lakini malengo yalikuwa malengo ya mamlaka kwa ujumla ni kukusanya trilioni 18 katika kipindi hicho cha miezi 6. Na hii maana yake ni kwamba ni zaidi ya 35% ya makusanyo ya mamlaka yanakusanywa na forodha. Kwa maana hiyo, na ukichukulia kwamba mamlaka ndio mkusanyaji mkuu wa mapato yote ya serikali, maana yake ni kwamba wadau hao walioko mbele yako leo wanachangia sehemu kubwa sana ya makusanyo ya mapato ya serikali. Kwa hiyo maamuzi yako, mwongozo wako wa kututaka tukutane nao ni ya muhimu, kwa sababu yanasimamia wadau ambao wana mchango mkubwa katika makusanyo ya serikali. Lakini sekta hii ambayo wadau hawa wanaisimamia haisimamii tu makusanyo ya serikali, lakini yenyewe ni sehemu ya sekta kubwa ya usafirishaji logistic, ambayo ina mchango mkubwa zaidi ya ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo hapa tumeonyesha mchango wake kimakusanyo, lakini katika sekta ya usafirishaji, sekta ya biashara hasa ya kimataifa, mchango wa wadau walioko hapa ni mkubwa sana. Kwa hiyo Kamishna Mkuu, natumai kwa ushiriki huu ambao upo hapa leo, tutapata kubadilishana mawazo, kusikia changamoto, sababu sekta hii kama tulivyosema ya biashara ina changamoto nyingi, zikiwemo za ukusanyaji wa mapato, lakini pia la uendeshaji wa biashara kwa ujumla. Kwa hiyo tutapata kubadilishana mawazo, tutasikia pia na maoni yako wewe ambayo ungependa kuyafikisha. Umekuwa ukikutana Kamishna Mkuu na wadau wa maeneo mbalimbali, na kama tulivyosema, hili ni sekta muhimu ambayo leo nao tumeweza kuwafikia, na tunaamini kwamba kuwepo kwako na kuwepo kwao kutatuwezesha sasa kupata exchange na kutatua changamoto nyingi ambazo ziko kwenye hii sekta. Kwa hiyo mimi ningechukua nafasi hii niwakaribishe wajumbe wote katika kikao hichi, na natumai tutaendelea na ratiba, kwa maana kwamba tutaendelea kuchangia, kupokea mawazo na kupata maoni ambayo tutayapata kutoka kwa wadau na kutoka kwako wewe mwenyekiti kama Kamishna Mkuu. Kamishna Mkuu, nakushukuru sana kwa nafasi hii, na asante sana wajumbe, karibuni sana kwenye kikao.